Unatazama Ndizi TV. Mpenzi mtazamaji wa kituo cha Ndizi TV Afrika, ni natumai kwamba buheri wa afya popote pale ulipo. Ni wakati na kualika moja kwa moja, ikiwa ni siku ya Jumatatu ya tarehe 3 mwezi wa Novemba mwaka 2025, ambapo na kualika kwenye show yetu ya kilimo. Leo hii tutaenda kuzungumzia na vile vile kuweza kuangalia ile maneno ama mambo ambayo yamefanyika kwenye kilimo katika maeneo mbalimbali, hasa katika nchi yetu ya Kenya. Leo hii pia baada ya kugundua kwamba pia ni wakati vijana wameweza kujitoza kwenye kilimo, kuhakikisha kwamba pia nao wanaweza kujinufaisha kwa njia moja au nyingine. Leo hii nimebahatika kuwa na mgeni kwa studio ambaye ni kijana mdogo. Pia unapoona nyuma yangu ni kwamba yuko na picha nzuri zaidi zile ambazo wanafanya kazi ya kilimo, kuhakikisha kwamba anapanda mboga na baadhi tu ya mimea mingine ambayo wanafanya kule nyumbani kwao. So ningemleta moja kwa moja aweze kutuambia jina lake, atuambie pengine ametoka wapi na hasa ameanza kazi wakati upi na ni lini na ni hasa ni nini kilichomfanya yeye mwenyewe ama kumvutia kufanya kazi ya kilimo. Karibu Cliff, hapa ndipo Ndizi TV. Pengine unaweza ambia mpenzi mtazamaji jina lako na vile vile uweze kutuambia umetoka wapi na hasa ulianza lini kilimo. Nimeshukuru sana. Leo hata mimi nimefurahia kwa sababu niko TV yetu ambayo tunaita Ndizi TV. Mimi ni mmoja wa wakulima ambao wanapenda kilimo kwa sababu niligundua kilimo hapa ndio pesa iko. Na mimi kwa majina ninaitwa Cliff John ambaye ametoka Bomachoge, kwetu ni huko Rio Kindo. Asanteni sana. Karibu. Kuna wale ambao vijana ambao wamekuona kwa mara ya kwanza hasa katika kituo hichi cha Ndizi TV Afrika na hasa ukizungumzia kilimo. Pengine ulianza lini kilimo hiki na ulianzia kupanda nini? Kilimo nimeanza mnamo mwaka wa 2020 ambapo tulikuwa na hii changa la corona. So tulipopata kazi zimekuwa ngumu na mimi nikasema niko na nafasi mzuri hapa kwa sababu shamba nilijua nikiweka kama ni mmea baada ya miezi 3, na mimi nimekuwa mtu ambaye nimegundua kwamba nikipanda tuseme kama ni cabbage ama watermelon, baada ya miezi 3 unapata kuwa nimepata pesa kwa haraka sana. Kulingana pia na wakulima wengi ambao wamezoea kupanda vitu ambazo zinaenda kwa miezi mingi na pia changamoto zinakuwa mingi. So mimi nilipogundua kuwa there is an opportunity kuwa nikipanda vitu ambazo zinaenda miezi 3, miezi 2.5, huwa naona pesa kwa haraka sana. Asante sana Cliff. Mpenzi mtazamaji, ni wakati ambapo umeweza kujiunga nasi wakati moja kwa moja ambapo nimekuletea kilimo hasa kwenye popote pale ulipo. Najua kuna wengi ambao wanaweza kututazama kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Facebook, YouTube na vile vile Twitter, ikiwemo kule TikTok kama Ndizi TV Africa. Yale ambao tunakusii ni kwamba ni kuweza kufanya ile tunaita sharing to your friends so that they can also benefit from this program. And also kwa wale ambao umetazama TV yako moja kwa moja, yale ambao tunazungumzia leo hii ni kwamba swala zima la vijana kujihusisha na kilimo, ambapo leo hii tumebahatika vile niliposema hapo awali ni kwamba tuko na Cliff John ambaye pia ukiweza angalia hapa nyuma atatuambia umuhimu wa saa kilimo ama types of farming ambao ameweza kufanya kule Rio Kindo, na pengine tungependa tu kujua umri wake na tujue pengine alianza 2020 ambapo umeweza kuzungumza nasi hivi sasa. So yale ambao unafaa kuyafanya, pengine ungetaka kupata manufaa hapa na pale kuhusiana na kilimo, tuma tu SMS ama arafa fupi kupitia nambari iko hapo kwa TV yako ambao ni 21575. uweze kutuma ujumbe wako tuweze kusoma moja kwa moja pale ambapo unatazama moja kwa moja kutoka. Na vile vile je, ungependa kuwa hapa siku ya Jumatatu ijayo? Pia unaweza sema hapo kwa arafa, na pengine kuna yale ungependa kumpea kama mawaidha, tuma pia arafa, tutakuwa tunazipitia moja kwa moja na vile vile kwenye mitandao yetu ya kijamii. Bila shaka tutakuwa tunasoma ukiwa unatufuata moja kwa moja, na yakiwemo yale manufaa ambayo utayapata na pengine zile changamoto ikiwa wewe ni mmoja wale ambao wanahusika kwenye kilimo. Ongea na sisi. Cliff, kwa pengine miaka yako kidogo na umesema watermelon, tujue kwanza, mpenzi mtazamaji anataka kujua ulianza na nini? Mimi kama Cliff nilianza kupanda cabbage ambayo ndio niliona kuwa, unajua wakulima wengi tukiangalia sana sana huko kwetu Rio Kindo wamezoea kupanda mahindi.
So mimi nikaenda kuangalia hiyo eneo letu lote, nikasema mimi waja nianzie cabbage kwa sababu wengi wao hawawezi wakapanda. Na mbona nikasema waja nianzie cabbage? Nilianza kwa sababu niliona hakuna haja niende hata kutafuta soko. Kwa sababu nilisema nikipanda hii cabbage nikianza kuuzia hata watu wa kijiji yetu peke yake, hiyo pesa yangu itakuwa imeingia kwa haraka comparing maybe ningekuwa na mahindi ambayo bei yake inakuwa mbaya. So venye umeniuliza mimi miaka yangu, mimi saa hii nimefika miaka 28. 28. So ninashukuru kwa sababu mimi nilijiingisha katika hii mambo ya kilimo. So ningependa niambie wakulima wadogo wenzangu kama mimi ambao ni youths. Kuna vitu ama kuna crops ambazo ni 3 ambazo ningependa kuwahimiza waendelee kupanda. Moja yao ningependa mkulima apande cabbage. Ya pili ningependa nihimize mkulima apande nyanya. Na ya 3 ningependa mkulima apande watermelon ama tikiti maji. Lakini mbona nakuambia mtu apande hii? Ni kwa sababu hizi vitu zinaleta pesa kwa haraka, lakini kama umetunza vizuri. Na kutunza vizuri ni kutumia dawa ambayo ni mzuri. Dawa mzuri inamaanisha mtu ukienda kwa duka kama ujui hii ugonjwa ambayo imefahamia mmea wako, ni afadhali uende na sample ya matawi ama mmea wako ambayo umeumia kwa ugonjwa, uende nayo paka kwa duka, unaambia mtu wa duka, mimi shida niko nayo ni hii. So tukikuja kama hii shida ambayo tuko nayo ugonjwa wa udongo. Kidogo tu mwenzangu Cliff, ningependa kupeleka nyuma kidogo wakati ulipanda pengine hii cabbage. Ni tungependa tu mpenzi mtazamaji angependa kujua maybe the size ile ambao ulipanda, na pia tunakuja utuambie vile ulipanda, inapandwa vipi. Pengine mpenzi mtazamaji kuna mwenye ama ni kijana kama wewe ambaye tumeona wewe ulianza ukiwa na miaka 23, kwa sasa hivi ukiwa na tukiweza angalia ulikuwa 2020 na sasa hivi ni 2025. So which means pengine ulianza ukiwa na miaka 23. Hii ni baada tu ya wewe kuvutiwa tu na tuseme mmea huo wa cabbage. Hebu tuambie ile size na vile vile tuambie pengine ilipandwaje, ndipo tuweze kuja kuona kwamba kuna ile faida ambayo ulipata ama vipi, ndipo tuende ku advise my youth kuhusu mnamo mwaka wa 2020 ilikuwa ni bahati kwangu kama mkulima mdogo, na hiyo kwanza ndio imenipea moyo. Kwa sababu mimi nilikuwa na shamba kidogo sana. Si unaelewa Kisii, sisi tuko na shamba kidogo. So nilipopata kashamba kangu 50 by 100 nikasema wacha nianzie hapa, lakini nikachipea moyo. So venye nimeweka hii cabbage yangu, na uzuri nilikuwa na mtaalamu ambaye alikuwa ananisaidia, ninapata dawa, lakini pia mimi saa hii nimeweza kuwa mtaalamu kwa sababu hizi dawa saa hii sasa nimekuwa na uzoefu nazo. So hizo dawa mimi venye nimekuwa nikitumia, hiyo cabbage yangu iliweza kuiva vizuri. Na pia nilifurahia kwa sababu 2020 time yenye tulikuwa na janga la corona, niliweza kupata soko, na hata sikuwahi tafuta soko kwa sababu watu wengi walikuwa nyumbani na hakuna kitu walikuwa wanafanya, so ilikuwa rahisi sana hata mimi pengine sasa tuweze kujua kupanda cabbage ni vipi. Pengine ni kitu ya kwanza hapo unafaa kuanzia ujue ni kitu gani unaenda kupanda. Mimi naweza nikawahimiza kama wakulima wengine wadogo ambao wanakuja, ningependa ukienda kupanda cabbage lazima upande hii ambayo inaitwa F1 generation ya kwanza, ambayo niko na rafiki yangu kutoka hiyo side ya Nyamira ambaye anatusaidia miche. Ni rafiki yangu mimi. Sasa niliona badala maybe niende kununua mbegu nikuje niweke kwa nursery, na kuna rafiki yangu kutoka kwa Nyamira anaitwa Nictech. Yeye ndiye anatusaidia kwa kutupea miche. So yeye anakupea miche yenye iko tayari, wewe unakuja tu unaweka kwa shamba. So ni wakati tu ambapo mpenzi mtazamaji wapo ndipo umejiunga nasi, ni kuambia kwamba ni kilimo ambapo tunazidi kuzungumzia jinsi tu ya kupanda cabbage, ambapo tuko na kijana mdogo hapa Cliff ambaye pia ana ujuzi na ni mtaalamu tu kuhusiana na masuala ya kilimo. Pengine Cliff, tuweze kuzungumzia tu, ilikuwa tu ni mara yako ya kwanza kwa kuvuna, pengine ulipata pengine mazao yako yalikuwa vipi? Mazao yangu yalikuwa vizuri. Yalikuwa vizuri kwa sababu siwezi nikarigate, kwa sababu kama ilikuwa mbaya singekuwa bado nimeendelea na kilimo. At least nilipata faida. Ndio maana saa hii nimeendelea sasa kupanua. Nilianza na kashamba kadogo, lakini saa hii nimeanza kuenea.
Ukikadiria pengine ile initial amount ambayo uliweza kuweka kwa shamba, pengine kununua tusungumzie manure ambayo pengine ungeweka, inahitaji ulinzi uko vipi cabbage ukilinganisha na mimea mingine? Sasa mimi kama mkulima nimekuwa nikifanya hii kilimo kwa muda. Kilimo hii inahitaji ukuwe unatumia tu bidhaa ambazo zitakusaidia kwa haraka. So tukianzia kama mbolea, so long as umejua mbolea ambayo unafaa kutumia, hiyo sasa iko sawa kabisa. And then kutoka hapo ujue dawa ya wadudu gani unafaa kupiga. And then ukitoka hapo dawa ya barafu na mbolea. Sasa wewe uko tayari kuenda kwa shamba. Mpenzi mtazamaji ameweza kusikia kwanza kwamba ulipata seedlings kutoka kwa maybe kwa rafiki. Ulikuja ukajiekezea mwenyewe ama alikupea kama, na tujue kwamba ule muda pengine seedlings inachukua ndio unafanya ile inaitwa transplanting na pengine kupanda sasa kabisa kwa shamba. Sasa mimi sikuweza kuchukua seeds kwa sababu kuna rafiki yangu ambaye ako na nurseries. So yeye nilienda akanisaidia akanipea hizo miche na nilinunua seed alinipea bure. So mimi nikaleta nikafanya transplanting nikaweka kwa shamba yangu and then nikaanza kutunza. So mimi challenge ambayo niliona yenye ilikuwa sana sana na wakulima maybe ningewaimiza ni hii shida ambayo wanakuanga nayo ya bacterial wilt. Yani unapanda mmea and then unapata unaanza kunyauka and then unakufa kutoka hapo. So alinisaidia paka akaniambia pia nikatumia hii dawa ambayo tunaita TanCap. Unajua wakulima wengi wanafanya kitu mzuri lakini shida ni ile hajui ni dawa gani anafaa kutumia na muda ni gani. Naam, hapa kuna mpenzi mtazamaji ambaye pia anazidi kufuatilia kipindi hichi na anauliza vizuri kwamba ulipokuwa ukiangalia rutuba, tunasema hiyo ya the soil. Yes. Pia kuna ule kupima acidity na alkalinity ya the soil. Kulingana pengine na wewe, kuna ule udadisi ambao ulifanya kuhusiana na ama ule udongo ambayo pengine ulikuwa unatumia kwa kupanda cabbage ama ukilinganisha na upande, umesema kwamba watu wengi kule nyumbani wamezoea hasa kupanda mahindi. So pengine utuambie kidogo hapo, unajua kuna zile factors una consider ndipo uweze kupanda mmea fulani. Pengine kwako ilikuwa vipi? Kwangu mimi nilikuwa na mtaalamu ambaye alinisaidia. Alikuja akanipimia udongo. Kitu ya kwanza hiyo ndio nilianzia. Aliponipimia udongo wangu, akaniambia niende ninunue kitu ambayo tunaita lime. So hiyo lime unakuja unachanganya na mchanga yako. At least kama acid iko juu inakuja inafanya nini, inakuwa moderate ama inaweza rudi chini. Pia kuna rafiki yangu mwingine aliweza kunisaidia. Akaniambia kuna mbolea zingine unaweza ukanunua hii mbolea iko na hii madini ambayo mmea unahitaji. Pia iko na uwezo wa kupunguza ile ukali ambayo unakuwa kwa udongo. So kitu ya kwanza nilifanya ni kutipu udongo wangu. Na mpenzi mtazamaji, wapo ndipo umejiunga nasi na kuambia kwamba moja kwa moja ni kilimo ambacho kinaendelea hapa kwenye Ndizi TV Afrika. Ilivyo kawaida yetu kila siku ya Jumatatu tunazidi kupata mafunzo ya hapa na pale kutoka kwa wataalamu mbalimbali. Leo hii tumeonelea ni vizuri ambapo tuweze kusungumzia vijana wadogo ambao wameweza kujihusisha hasa kwenye kilimo. Zidi tu kutuma maswali yenu moja kwa moja, naona zimekatika, muda wetu unakatika kwa haraka, lakini bado tunazidi kusubiri. Tuko na moja kwa moja tunazidi kusubiri maswali yako kutoka popote pale ulipo. Naona watu wengi wanatuuliza hapa kutoka Nakuru, wanauliza kwamba je, Cliff, mbona ukufanya ule ufugaji wa ng'ombe ama mifugo tofauti kwaona kwamba uweze kuingilia kwenye kilimo hasa kwenye shamba? Mimi ningependa pia kufuga ng'ombe lakini sio kwa saa hii. So mimi niliona kwa saa hii kwa sababu nilikuwa napenda kilimo hata kutoka utotoni mwangu. Mimi nilikuwa nafuata mama yangu kwenda shambani. So venye nilikuwa naona anafanya, lakini shida alikuwa nayo maybe ni venye kwa anajua anafaa kupanda nini na alikuwa atumie dawa gani, vitu kama hizo. Lakini kwa sababu mimi nimekuwa mwanafunzi mzuri na pia ilinisaidia mpaka sasa nikafanya agriculture. Sasa niliona kama passion
kwa sababu mimi kutoka ndani yangu napenda hii ukulima. Ndio maana nimejiingiza kwa kufanya kilimo kwa kupanda sana sana crops. So kwa sasa hivi tuseme kwamba ni crops tu na singatia ikilinganishwa na ule upande mwingine wa pengine wa mifugo, hapo bado hujafika, lakini una maazimio ya kufika pale? Bado sijafika hapo, lakini kwa sasa hii niko kwa crops peke yake. Alafu kuna mwingine hapa anauliza kutoka Kajiado, anaitwa Gabriel, anauliza je, cabbage inachukua muda upi saa ndipoza iweze kumachua upeleke kwa soko? Kulingana na mimi ninapofanya transplanting cabbage yangu, kama nimetoka kwa nursery, inaweza ikanichukua miezi 3 mpaka miezi 4. Kulingana sasa, kama mimi venye natoka Kisii ambayo ni highland, hapa tuko na baridi mingi, ama tukiwa kwa highland lazima crop ikae kwa shamba kwa muda ndio uweze kutoa huko. Okay, na pengine hii cabbage ziko types, are there varieties za cabbages ama ni varieties ni mingi, lakini sana sana hapa kwetu tumezoea kupanda hii Gloria F1. Gloria F1? Yes. So Gloria F1 ukilinganisha na, okay, maybe what is the difference between Gloria F1 and maybe yeah. Kulingana na sisi tunapoweka Gloria F1 kwa shamba zetu, inaweza ikikomaa iko na uwezo wa kukaa bila kuharibika kwa haraka. Number 2, hii cabbage kitu inanipea moyo, haiwezi ikashikwa na magonjwa kama hizi zingine, maybe roko kama copen, vitu kama hizo. That is why unapata sasa mostly tunakimbia kwa hii Gloria F1, Gloria F1. Oh, okay, pia tunajua, okay, kwa ule upande mwingine wa chai ama machani chai, tunaona kwamba kuna zile chai ambayo, kuna ile chai ama mmea wa chai ambao iko pink. Pia kwa cabbage kuna hii inakaa, sijui, unajua wanaume hatuko vizuri kwa colors, lakini inakaa maroon, sijui ni maroon hivi, lakini hiyo papo hivi. So hiyo pengine inaitwaje, na pengine kwa utaalamu wako, na pengine hasa ukilinganisha hapa Kisii ama inakuaje huko? Pia hiyo nimewahi jaribu na inaiva vizuri. Shida ni soko hapa kwetu. Wakulima wa kwetu wamezoea hii ya kawaida. Lakini mostly hiyo ingine wanasemanga maybe ni watu wenye wako na shida fulani ndio maybe wanatumia. Lakini sasa kwa sababu soko ni ngumu hapa, sisi tumezoea kuweka hii yenye uwezi enda kutafuta soko sana. Okay. Na mpenzi mtazamaji, tunazidi kujifunza hapa na pale kuhusiana na kilimo. Pia tutakuja upande ama kipindi, tunaenda mapumziko mafupi, tutakuwa tunarudi kwa kipindi hichi ambacho tunaendeleza moja kwa moja kwa kilimo, lakini kwa hiyo awamu nyingine tutakuwa tunazingatia ama kuangazia vile vile madawa yale ambayo yanatumika ama ambayo Cliff amekuwa akiyatumia hasa kwenye kuhakikisha kwamba mmea huu wa cabbage unampeleka vipi, na pengine pia tutajua ni cabbage tu peke yake yako nayo ama pengine pia amepata mvuto wa mimea mingine ambayo pia inafaa ama pia inanawili vizuri katika eneo hili la Kisii, ambapo amesema kwamba yeye amekuwa mzaliwa wa hapa Kisii na vile vile amekuwa akifuata mama yake jinsi tu alivyokuwa akifanya ukulima, na ndipoza pia yameweza kujihusisha. So swali pengine la mwisho ndipoza tuweze kuenda mapumziko mafupi. Wanauliza je, huyo anasema anaitwa Cliff pia kama wewe, lakini pia ametoka kule maeneo ya Gesonso. Anauliza je, wewe kama kijana unaonekana ukiwa kwa shamba na uko na gumboots, mbona wewe juu pia vijana wengi sana sana wajiuzishi na kilimo ama hawataki mambo na agriculture juu wanaona ni uchafu? Nilikuambia hapo awali kuwa mimi nimegundua kwamba kilimo ni kitu ambayo mimi iko kutoka ndani yangu. Ninapenda kwa sababu mimi ninaona nikikaa kwa shamba naona kama nimeona pesa. Mimi ningehimiza vijana wenzangu kukua kwa shamba si kuchafuka. Ama utachafuka lakini kesho upate pesa ambayo haina mchanga. So ningehimiza huyo ndugu yangu mwenye anaitwa jina kama langu, tuingie kwa shamba. Kwa shamba ndio pesa iko. Na asante sana mpenzi mtazamaji, tutarudi muda usiokuwa mrefu, tutaenda madukani kidogo, alafu tukirejea pia tutazidi kuzipitia SMS ama rafa zile zako umeweza kuzituma moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii. So ndipo na kufahamisha kwamba kilimo pia kina fedha, ambapo tunasema kwamba katika nchi ya Kenya tunasema kwamba ukulima ni kiinua mgongo, na vile vile kuhakikisha kwamba lazima pia ukienda shambani umechafuka ndio, lakini mfuko itakuwa imeng'ara na pengine pesa unaweza nunua mavazi. So tutarudi kwa muda usiokuwa mrefu. Kumbuka kipindi hewani ni kilimo.
Unatazama Ndizi TV. Every Wednesday night, join me for powerful stories and informative stories that will touch your heart and also will be informative on Ndizi TV Africa, where we will be having able and ambitious. Join us as we empower voices that need to be heard and also encourage the inclusive voices in the society, one story at a time. We educate, we inspire, we break barriers and remind the world that disability is not inability. Tune in to Ndizi TV Africa every Wednesday as from 8 p.m. as we celebrate and empower the able and ambitious in our society. Ndizi TV Africa, beyond Africa. Unatazama Ndizi TV. Katika maisha ya kila siku, changamoto za kisheria sikosekani. Iwe ni haki zako kazini, masuala ya ndoa, mikataba mbalimbali, hata kwenye ardhi. Karibu kwenye Sheria na Jamii, kipindi kinachochambua masuala ya kisheria kwa undani zaidi. Hapa tutakuwa na wachambuzi wa sheria wa kusaidia wewe mpenzi mtazamaji kuelewa ni kipi kile sheria ya Kenya inasema. Ni vizuri utumie sheria ambazo zimewekwa, the laws that are in place to help you control the properties even when you are dead. Kwa mob justice, wale ambao wanahusika katika mob justice wanaweza kuletwa mbele ya mahakama na wakafunguliwa mashtaka, either iwe ni murder, a murder charge or a manslaughter charge. Kila siku ya Jumapili kuanzia saa 2 hadi saa 3 usiku hapa ndani ya Ndizi TV Africa, nami Jeff Nyakundi. Sheria na Jamii, tukielewa sheria tunajenga jamii yenye haki. Unatazama Ndizi TV. Naam, asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuzidi kutuangazia na vile vile kutuangalia moja kwa moja katika kilimo hapa katika kituo chetu cha Ndizi TV Afrika, ambapo nakufahamisha kila siku ya Jumatatu itakuwa ama ninakuagiza kwamba ni wakati ambapo ama ni siku ambao lazima tukuletee kilimo moja kwa moja, vile vile kukuletea masomo hapa na pale kupitia kwa wataalamu mbalimbali, hasa na kutokana na wale ambao wameweza kuhakikisha kwamba pia wameweza kujitoza kwenye kilimo, kuhakikisha kwamba pia wanafaidi kwa njia moja au nyingine. Hivi sasa vile tulikuwa ama kabla tuende mapumziko ni kwamba tulikuwa tumezungumza moja kwa moja na Cliff ambaye tuko na yeye hewani, ambaye pia ameweza kutuambia umuhimu ama vile tu alivyoanza kilimo cha cabbage. Cliff, karibu tena kwa wakati mwingine ambapo tunasema ni awamu nyingine ambapo pia tunazidi kuangazia kilimo. Tulipoenda mapumziko mafupi pia niliambia mpenzi mtazamaji kwamba tutakuwa tunapitia na vile kuzingatia kuhusiana na madawa hasa yale ambayo umeweza kuyatumia kwenye kilimo hasa katika cabbage. Asanteni sana.
Dawa pia ni mzuri uweze kujua ni dawa gani unafaa kutumia. Ningependa nichukue muda mchache sana kuelezea dawa ambazo mimi nimekuwa nikitumia. Kitu ya kwanza, badala maybe niende kuweka watu kibarua waweze kunilimia na mkono na jembe, manyo, mimi wanatumia dawa ambayo ni ya kumaliza makwekwe. For example, mimi nimekuwa nikitumia dawa ambayo tunaita readout. Nikipiga hiyo readout mara moja, naona kama uchafu yote imefanya nini? Imeisha. So venye uchafu imeisha, nakuja na cabbage yangu, napiga mashimo, nikifuata ile spacing yenye inafaa niweke, mimi nakuja napanda. And then nikimaliza hiyo cabbage yangu sasa imeshika, nakuja na mbolea mzuri, si ndio? Nikikuja na mbolea kama for example naweza tumia fanisi ama nitumie Yara Power. And then kama nimepanda, sasa wadudu lazima watafanya nini? Watakuja. So kuna dawa ambayo wakulima wengi hawajajua ambayo inaitwa Capture. Hiyo Capture ukipiga wadudu wote suku kama thrips, aphids, white fly, hizo zote unafanya nini? Umemalizana nazo. And then ukikuja sasa kama ni mambo na barafu, ninatumia dawa ambayo tunaita TanCap. Hakuna dawa ambayo inawekwa rate ambayo ni chini kama hiyo. Hiyo dawa unaweka 25 grams kwa pambu ya 20 liter. Na uzuri ya hii dawa inazuia na bado inafanya nini? Inaponya. Unajua wakulima wengi wanapanda cabbage, unapata matawi yameanza kutani yellow, vitu kama hizo. Hizo magonjwa zote ukitumia hiyo dawa ambayo tunaita TanCap, uwezi ukafanya nini? Uwezi ukaona. And then kutoka hapo kuna huyu mdudu ambaye anakuja na toboa matawi ya nini? Ya cabbage. Sasa hapa ndio shida iko. Mkulima anaweza amuka aende kwa shamba afikirie ni mtu amekuja na kiboko amefanya nini? Amechapa hiyo cabbage yake. Kuna kadawa kazuri ambao kamekuja saa hii na wakulima wengi hawajafanya nini? Hawajajua. Hii dawa inaitwa Herald Plus. So mkulima akitumia hizo dawa venye nimemwambia hivyo, akitumia Herald Plus na Capture, hizo sasa ni dawa za wadudu. And then yakuje mambo na barafu, atumie dawa ambayo tunaita TanCap, abadilishe na 5 star. Hizo magonjwa na wadudu aweze akafanya nini? Akaona. Mbona tena napenda kutumia hizi dawa? Moja, nikitumia hizi dawa, unaweza pata nikitumia hizi dawa inakaa rahisi sana kwa sababu zinakuwa very economical. Kitu ya kwanza, rate zake ni kidogo. Number 2, hizi dawa ziko na nguvu ambayo inasaidia magonjwa ama wadudu pia tena kufanya nini? Kurudia kwa hiyo shamba yangu. Naam, pia kwa upande mwingine tukiweza kuzungumzia kwamba baada ya wewe kuweza kushiriki kwenye kilimo hichi cha cabbage, pia umesema hivi sasa tangia mwaka 2020 mpaka wakati huu pia unazidi kukuza kilimo hichi cha cabbage? Ninafanya cabbage lakini pia ninaendelea kuenea kwa sababu si cabbage peke yake napanda. Saa hii niko na uwezo wa kupanda pia watermelon. Unajua hiyo ni kitu yenye naongea na watu wengi. Ukijaribu kuangalia sana hii eneo ya Kisii County, unajua watu wengi wanajua kwamba watermelon inaweza ikapandwa sana side ya Ujaluoni ama pia hizi side za Masai. Lakini pia mimi ni mkulima mmoja ambaye ninaweza nikasema kwa ukweli kuwa watermelon hata huku kwetu Kisii inafanya nini? Inaiva vizuri sana. So kwa saa hii mimi nafanya kilimo ya cabbage na huwa mimi naangalianga sana for example nikienda kwa soko nikipata wakulima wengi walikuwa wamefuna cabbage na hakuna soko, hiyo ndio wakati wenye naenda kupanda cabbage. Niulize mbona? Mtu akichukua cabbage yake kwa soko na amepata hajauza vizuri, huwa anaruza up, anasema sasa kama last time nilipanda na sikupata nini? Soko. Hakuna haja nienda kufanya nini? So mimi hiyo ndio market intelligence yenye natumianga. So mimi nikienda kwa soko nikiona saa hii cabbage ni mingi, hapo sasa mimi ndio naenda kwa shamba. Okay. Lakini nikipata cabbage ni kidogo, hapo ninajua kila mtu imani yake iko wapi kwa cabbage. So kila mtu anaingia kwa ukulima. So saa hii mimi ni mkulima ambaye napanda cabbage. Napanda watermelon na pia nyanya napanda. Okay. So pia mpenzi mtazamaji umeweza kusikia moja kwa moja kwamba Cliff baada ya kujihusisha na kilimo kuanzia mwaka 2020 hadi wakati huu sasa ameweza kuadvance, pia ameweza kupanda watermelon ambazo pia zinaweza kumpea aina ama fedha kuhakikisha kwamba ni wakati pia anazidi kupanua. So kwa sasa hivi ukiweza angalia the size of land yenye ulianzia cabbage na watermelon gani inachukua space kubwa? Mbona pengine ama uliona tu ufanye hivyo? Kwa saa hii nikijaribu kuangalia kitu ambayo napanda mingi sana ni cabbage. Unajua watu wengi hawajazoea hizi mimea zingine. Ndio maana ninajua cabbage nayo kwa sababu kwetu
mashule ni mingi, watu ni wengi, so hakuna haja maybe nihangaike eti naenda kutafuta soko mahali. Mimi najua tu cabbage yangu ikiwa hata nikianza kusema my cabbage is ready, najua tu they will consume na inaisha hapo. Ni wakati mpenzi mtazamaji wangu anazidi kutufuatilia moja kwa moja kwa kilimo. Anauliza, je, rutuba hii ambayo unatumika ama udongo huu unatumika kupanda watermelon ndio unapanda bado cabbage ama pia ni upande mwingine ama sehemu tofauti? Ni sehemu tofauti kwa sababu watermelon inahitaji kachangaloe kidogo. Na sana sana unapatanga hapa kwetu Kisii tunakuanga na red soil. Ama sometimes unaweza pata black soil, vitu kama hizo. So huko kwetu kuna mahali nilibahatika, although nimelinse hiyo shamba, kulikuwa na kachangarawe, nikaona this is an opportunity where I can plant my watermelon. Lakini ukijaribu kuangalia mahali unaweza panda cabbage, pia nyanya unaweza panda. So sometimes you can alternate. Kama leo umepanda cabbage, next time unaweza panda hiyo. Asante sana Cliff kwa kazi nzuri ambayo unazidi kufanya, hasa kwa kumuelimisha mpenzi mtazamaji ambaye pia ana fikra kama hizo zako, kuhakikisha kwamba je, atapanda mmea upi wakati huu msimu huu wa tunasema likizo ndefu ambayo pia imeweza ama baada ya wanafunzi kufunga, pengine ni walimu pia kuna wale ambao wanaweza kujitoza moja kwa moja kwenye kilimo. Ni wakati wanazidi kupokea mawaidha hapa na pale na vile vile kutoka ama ujuzi, kuhakikisha kwamba Cliff pia umeweza kuwahimiza vijana wengi kuhakikisha kwamba pia wataweza kujitoza hasa kwenye kilimo. Pia tunauliza hivi, je, wakati huu wote ambapo umekuwa ukipanda tukizungumzia mmea huu wa cabbage, zile changamoto ambazo umeweza kuzipitia ni zipi ukilinganisha na uzuri? Changamoto inaweza nikasema hapo awali sikuwa najua ni dawa gani naweza nikatumia. Sana sana shida ambayo tuko nayo, unajua kwa sababu tumekuwa tukipanda mmea ambayo ni mmoja kila wakati. So unapata hata kuna magonjwa ambayo yanangoja tu huo mmea. Lakini fenye nilikuja nikajua, nikaanza kufanya kitu ambacho tunaita crop rotation. Hapo sasa ndio niweza kusaidika. Number 2, kuna hii ugonjwa nimekuambia ambao unapanda mmea unanyauka and then unafanya nini, unakufa, ambayo tunasemanga ni ugonjwa wa udongo, ambayo kwa Kisungu wanaita bacterial wilt. So venye nilikuja kugundua hii dawa inaitwa Tancap, na nikakuja kujua hii dawa kitu ya kwanza ni fungicide na pia ni bactericide. Sasa hapo ndio niliweza kusaidika. Pia mimi nilikuwa napanda cabbage yangu ama nyanya zangu and then zinafanya nini, zinanyauka. Number 2, pia nilikuja kugundua hizi nini cabbages ambazo zinakuanga roko. For example, kuna wakulima ambaye hako na passion kabisa ya kupanda cabbage, lakini anakimbia kwa duka anaenda anaomba kama hii roko cabbage ambayo maybe yani ni udongo, yani seeds zao ambazo si mzuri. Ama zilikuwa zinapandwa na mababu zetu, mama zetu maybe wakakuja wakapanda, na pia wewe umekuja kufanya nini, kupanda. So unapata kuna zile magonjwa ambazo zilikuwa hapo bado zinafanya nini, ndio maana mimi naimiza mkulima afadhali uanzie kidogo, uenda for example ununue hata kama ni miche 200 uanzie, lakini upate faida, badala uenda ununue tuseme kama ni hiyo roko ambayo tumesema maybe ununue 200 shillings na ni mingi, and then zinafahamiwa na magonjwa, and then unapata hasara na unasema kilimo ni mbaya. Asante sana Cliff. Ni wakati naona pia muda wetu unatupea kisogo hapa. Tuko na dakika 2 tu peke yake angalau kuweza kutamatisha kipindi hichi cha kilimo hewani katika Ndizi TV Africa, ikiwa ni siku ya Jumatatu. Nazidi kupitia arafa zenyu, na vile vile mpenzi mtazamaji zidi kuzituma moja kwa moja kupitia kwa nambari yetu hiyo ya SMS ambayo tumeisema ni 21575, kuhakikisha kwamba pia message zako zinamiminika hapa moja kwa moja tukisoma, ndipo tuweze kupata mawaidha na vile vile ujuzi hasa katika upande wa kilimo. Cliff, pia kuna mwingine anauliza, je, umeweza kuzungumzia zaidi zile changamoto ambazo unazipata. Je, upande wa wizi unafanya vipi? Wizi pia nao ni jambo. Unaona cabbage ni rahisi sana mtu kupita hapo kama usiku huko, kama wakati anachukua anaenda kupikia watu hii. Wizi nayo iko, na huwa tunasemanga kila kitu ambayo mtu unafanya lazima ukuwe risk taker. Usiangalie mazuri peke yake. Na pia wizi nayo iko, lakini haikui sana kwa sababu unaona
hapa kwetu najua tunaishi ni kama pamoja. Najua mwizi hawezi akatoka mbali. So hivyo inamaanisha maybe ni hapo around karibu tu. So maybe ukigundua kama yeye anakusumbua, wewe mpatie 2 at least achunge. Asante sana Cliff pia kwa muda wako kuhakikisha kwamba umeweza kutembelea hapa katika Ndizi TV Afrika. Hasa kwa tumeweza kunufaika sana na hasa mpenzi mtazamaji vile vile ameweza kunufaika kwa ujuzi na utaalamu ambao umeweza kuufanya. Je, mawaidha yako ya mwisho hasa kwa kijana ama ya kijana kama wewe au msichana wewe mfulana yule ambaye amekutizama hasa umeweza kujitoza kwenye kilimo? Mimi mawaidha yangu naweza nikaambia mtu kuna kitu ambayo tunaita passion. Kama umependa kilimo, ingia kwa kilimo. Kama umependa kazi yako ya kuwa mechanic, ingia hapo. Lakini hata kama unafanya nini, mimi ningependa niseme kuna hii kitu ambayo tunaitanga agribusiness. Unaweza ukafanya biashara, pia nafanya na kilimo. Ama pia unaweza kuwa mwalimu. Hata mimi unaponiona hivyo si eti mimi ni mkulima, pia mimi ni agronomist. So kwa sababu ya masaa, wacha nipeane namba yangu ya simu, maybe kuna mtu anaweza kuwa na swali yote anaweza uliza. Hiyo ni mzuri sana tukue tuna adviseana kwa sababu sisi ni youths. So namba yangu ya simu ni 0723 29 9027. 0723 29 9027. Asanteni sana. Asante mpenzi mtazamaji, tumekuwa naye Cliff ambaye ameweza kutupea mawaidha hapa na pale kuhusiana tu na jinsi tu alivyoanza shughuli yake ya kilimo katika mwaka 2020 na vile vile yale ambayo ameweza kuyapata. Je, lile swali la la mwisho ambalo limeweza kuulizwa hapa ni je, tangia mwaka huo 2020 mpaka wakati huu, hilo ndilo la kufunga kabisa. Pengine zile hatua ambazo umezipiga kwa kupata hizi fedha pengine zimekusaidia vipi? Mimi niko na familia. Niko na uwezo wa kulipia mtoto wangu school fees. So mimi siwezi nikasema kuwa sijapiga hatua. Yes. Namba 2, kuna hatua zingine mtu anaweza piga lakini si lazima aseme kweli. Sawa sawa. Asante. Kwa simu. Pia asante sana, pia amekuwa ameuliza swali mzuri. Na mpenzi mtazamaji, kufikia hapo na fika hitimisho ama kuja jamfi la leo kwenye kilimo hadi siku nyingine ya Jumatatu. Zidi kutizama Ndizi TV yako ya Ndizi TV Afrika. Na vile vile kwa maswali zidi kutuma moja kwa moja, tutakuwa tunapitia wakati mwingine. Naitwa Pius Okemwa, ndio nimekuwa nikuletea kipindi hichi cha kilimo, na vile vile kwa upande mwingine James Top Scorer amehakikisha kwamba pia hizi picha ambazo umeziona hapa nyuma ni kazi yake. Na kutakia usiku mwanana, muda usiokuwa mrefu utapata habari ama news na Jemtai. Asante, kwa heri.